Tulienda Rufiji kushuti documentary ya mafuriko, na kiukweli hakuna kitu kilienda kama tulivyopanga. Kutoka safari zaidi ya masaa 5, kukaa katika hizo gesi za maajabu, kuspendi muda na watoto waliopoteza kila kitu, hii safari itakusurprise. Katika hii behind the scene naenda kuonyesha a experience, kuanzia budget nzima ya documentary, aina ya gears ambazo tumezitumia, watu tuliokutana nao, na the great thing ni challenge tulizozipata na namna tulivyoweza kuzitatua. Sasa kaa chini, relax, kwa kuwa iliyotokea katika behind the scene yataenda kubadilisha mtazamo wako na maisha yako. Safari nzima ilianza baada ya shirika la ADRA kuwasiliana na kampuni yetu, wakihitaji sisi tukashuti documentary katika mji wa Rufiji. By the way, ADRA ni shirika la Waadventista wa Kisabato linalojihusisha na kutoa misaada katika nchi zaidi ya 118 kote duniani. Kwa hiyo baada ya wao kuwasiliana na sisi, tulikaa nao na kufanya vikao kadhaa ili kujua ni kitu gani exact wanakihitaji, ili sisi pia kama watu wa production tuangalie ni vitu gani tutahitaji, kuanzia gear, kuanzia idadi ya watu, na mwisho wa siku tuhakikishe tuna deliver kazi ambayo wao walikuwa wanahitaji. Tukipokea kazi kama hizi za documentary, huwa kuna maswali lazima tuwaulize client wetu. Mfano, kama unahitaji video hiyo dakika ngapi na itachukua siku ngapi mpaka ikamilike, tutakuwa na idadi ya watu wangapi ambao tunaenda kushoot, marazi itakuwaje, makazi itakuwaje, na kama je tutahitaji drone au tutahitaji. Kwa hiyo tukishapata information kama hizo, inakuwa ni rahisi kwetu pia kuja na kustructure price kamili ya namna gani tutaenda kuwacharge hao watu. Kwa hiyo baada ya kupata information ambazo zilikuwa ni muhimu, tukaja na bei ambayo tunaona sisi itaweza kucover tukio zima na wapate video ambayo inahitajika. Baada ya kudiscuss na kujua project inahitaji nini, tukaamua kuandaa list ya gears ambazo tutaenda kuzitumia kwa Rufiji. Na mfano hivyo vitu ilikuwa ni kamera yetu Sony A7 III, na tukiwa na lens ya Sigma 24-70 f2.8, tukabeba tripod, tukawa na gimbal ambayo inasaidia kwa ajili ya movement, shots ambazo zina movement na motion ndani yake. Lakini pia tukaamua kubeba light, kwa sababu light ni moja ya vitu muhimu sana ambavyo vinaweza ku elevate picha zetu. Na sisi tulikuwa na light yetu pendwa ambayo ni GVM light kutoka Jaribu Store. By the way, kama wewe ni filmmaker au unapenda kuwa filmmaker na unahitaji kuwa na gears, mfano kamera, tripod, gimbal, lights, mimi binafsi napenda kununua kwa Jaribu Store. Hao watu nilifanya nao kazi na anaweza kuhakikisha kwamba wanajua mahitaji yetu sisi filmmaker. So kama unatamani kupata dealer ambaye anajua mahitaji yako wewe kama filmmaker, haijalishi ni experienced au ndo unaanza, mimi napenda kumtumia Jaribu. Kwa ufupi hizo ndio zilikuwa gears zetu kwa ajili ya kuweza kukamilisha project nzima ya kule Rufiji. Kwa hiyo mapema asubuhi, timu ya watu watatu tukabidi tuanze safari kuelekea Rufiji. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kuchukua bolt kutoka Kimara kuelekea sehemu ambayo tulibidi tukutane na gari la shirika ili tupeleke Rufiji. Na safari ilikuwa very good. Kwa hiyo tukiwa ndani ya bajaji tukaendelea kubond, kupiga story, huku tukiendelea kudiscuss kazi jinsi itakavyokuwa, kwa sababu muda wote lazima tuwaze kazi na kuangalia namna gani tutaweza kuifanikisha, huku tukigawana baadhi ya majukumu. Na kituo ni kimoja tu, tunaelekea Sinza kwa ajili ya kukutana na gari ya ofisi ili tuelekee Rufiji. Baada ya kufika Kijitonyama, tukashuka, tukalipa hela bolt. Lazima nichukue change. Unajua tumechelewa sababu gani? Tumeelewa tukaingia kwenye gari. Tukaanza safari direct kuelekea Rufiji. That place which has so many over. So tulikuwa tunaendelea na safari, tukafika sehemu tukakutana na ajali ambapo gari liliacha njia na kuingia mtaloni. Kutokana na hiyo sababu kukawa kuna foleni kubwa sana ambayo kulikuwa kuna maelekezo ambayo traffic iliyatoa. Sasa hatukuona kilichokuwa kimetokea, traffic yakaja, ikabidi turudishe nyuma tena tukaanzie na mstari nyuma. Mnapita haja labda naomba mnielekeze ndugu zangu, labda nyinyi mna utashi zaidi. Tunasubiri mtongozi tulipoona gari zaenda. Mimi nimesimamisha anzie ile coaster kule, ndio maana nilifunga njia kwamba huko nafungua. Sasa bro, geuzeni gari. Sasa sisi tutaota.
so hatuna namna ya kufanya. Kwa hiyo tukaspendi muda wetu mwingi sana tukiwa pale na kusubiri mpaka magari ya upande wetu yaanze kuruhusiwa. Saa zima almost tulikuwa tumekaa pale, hatimaye tukaruhusiwa, tukaendelea na safari. Kwa hiyo baada ya safari ndefu hatimaye tukafika mji wa Ikwiriri. So if you want to eat something, this is the main restaurant we have. And I think Ambapo tulisimama tukaingia sehemu moja ya mgahawa ili tupate chakula. Bado zee. Safi kabisa. Kama unavyojua vijana sisi tunapenda kula ugali. Ugali kama hali sio. Ugali. Tukapata ugali, tukapata nyama, tukapata juice na tukapata muda fulani kupumzika, sababu pia eneo lile ilikuwa ndo tunafikishwa pale ili tuchukue gari nyingine ambayo itakuwa ikituzungusha kuelekea katika sehemu zote ambazo tutakuwa tunaenda kushoot wanufaika wa project nzima ya huko Rufiji. Kwa kuwa tulikuwa tumeshakubaliana ni siku 3 za kwenda kushoot pale, hata kama tulikuwa tumefika jioni, ilibidi muda huo tufunge safari tuelekee kwa wanufaika kadhaa ili at least tupate kwa shoot interview zao, tujue ni vitu gani wameweza kuvipata, wamenufaika vipi. Tukaelekea sehemu ambayo wanufaika walikuwepo kwa ajili ya kuendelea kwa shoot. Baada ya kufika kwa mnufaika wa kwanza, japokuwa ilikuwa ni jioni, kama kawaida sisi ni teamwork, ni watu ambao tunasaidiana na kutumika kwa muda mrefu, kila mmoja anajua mwenzake anaweza kufanya nini au muda huo afanye nini, mtu mwingine akiwa anafanya kitu fulani. Kwa kama kawaida kijana wetu Baloki akiona anafunga gimbo, basi mimi nitakuwa na shoot au nitakuwa naandaa settings za kamera. Mimi nikiwa naandaa mizigo, basi Eli yake atakuwa na shoot behind the scene. Kwa tutakuwa tunafanya kazi kama team kama ilivyokuwa hivyo. Kwa hiyo kila mmoja na majukumu yake, na kama kuna kitu fulani kimetokea haina haja kutegeana, kila mmoja anajua bwana ngoja nikafanye kitu fulani. Kikubwa tu tunahakikisha kazi tunaimaliza kwa wakati na tunaishoot katika viwango ambavyo vinahitajika. Baada ya kuandaa hizo gears, pia tukaanza kufanya setting ya sehemu ambayo muhusika tunafanya interview ataenda kukaa. Kwa hiyo kabla ya mtu ajaja, obvious tunakaa sisi, anakaa mmoja wetu na kufanya position nzuri ya kamera, kuseti setting zote kama lighting, masuala ya tripod, masuala ya triangle exposure, na kuhakikisha tunashoot katika S-Log. Na hii yote ni kwa sababu ili kuja kuturahisishia muda ambao tutakuwa tunafanya color grading on post. Kwa hiyo huyu mwanamama naye ni mmoja wa wanufaika wa ADRA ambaye alipoteza kila kitu baada ya mafuriko kutokea. Kwa hiyo baada ya mafuriko kutokea, ADRA walikuja wakatoa msaada wa kiasi kadhaa cha fedha ambazo kiliweza kumwezesha mwanamama kufungua mgahawa wake na kuendesha familia yake. Process yetu nzima ya kushoot, na ukizingatia tulikuwa hatujui location iko vipi na hatujui mazingira yalikuwa yamekaa vipi, kuna certain rule au sheria ambayo watu tunaitumia. Kitu cha kwanza tutakuwa tuna A-roll na kitu cha pili tutakuwa tuna B-roll. Kwa hiyo video ya kwanza itakuwa ni ile ambayo inaonyesha yeye akifanya interview, akielezea kila kitu ambacho inabidi akielezee, na video ya pili tutahakikisha tuna shoot akiwa anafanya shughuli zake za kila siku. Kwa mfano hapo akiwa gengeni anapanga bidhaa zake au anauza, lakini pia pembeni yake kwa kuna mgahawa wake, tuna shoot akiwa anafanya kazi zake kama kuosha vyombo, kupanga vyombo, kuandaa chakula. Kwa hiyo tunafanya kitu kwamba tutakapoenda kuedit tutakuwa tunaonyesha video ambayo anaongea, lakini ya pili inakuwa ni ile ambayo anafanya shughuli zake za kawaida. Na kufanya hivyo inafanya mtu asitazame au kusikia tu yale maneno ambayo anapata kutoka kwa mtu ambaye tunaminterview, lakini pia apate uhalisia wa kazi ambazo huyo mhusika anakuwa anazifanya. Kwa hiyo baada ya kumaliza kwa huyu mnufaika wa kwanza, uzuri mnufaika wa pili pia alikuwa ni eneo hilo pia, na yeye tukaenda sehemu yake kama kawaida, tukaanza kushoot, tukafuata principle ile A-roll, yeye akiwa anaongea anafanya interview, tukafanya B-roll akiwa anafanya shughuli zake za kawaida kama kuuza duka, akiwa anaingia dukani. Na hizi zote tunazishoot katika pia angle na perspective mbalimbali
ili mwisho wa siku hizi picha tuje tuzichanganye atakapokuwa anaongea, na tusifanye awe anaongea peke yake na kufanya mtu ambaye anaangalia kuwa bored. Baroki akiwa anatoa maelekezo ya namna gani tunataka huyo mtu ambaye anaongea awe na nini, vitu gani asivifanye, ili kuhakikisha tunapata interview ambayo ni bora na nzuri. Kwa hiyo baada ya kushuti wale wanufaika wa siku ya kwanza, tukabahatika kwenda kwenye shule hiyo ya kwanza ambayo pia ilikuwa ni nufaika, na tukapata drone footage ya hiyo eneo, lakini nikabahatika kwenda kwenye sehemu ambayo watoto wanapenda kucheza mpira. Na naweza nikasema mpira ni moja kitu ambacho kinaunganisha watoto na kinafanya watoto wachangamane, wawe na afya bora na waenjoy. Kwa hiyo kama kawaida yangu napenda kuinteract na watoto. Kwa hiyo nikachukua kamera yangu, nikaingia kiwanjani na nikaanza kushoot yale matukio ya mpira. Na of course ilikuwa ni kitu kizuri sana kwa sababu watoto walikuwa wana interact, wananifukuzia, nilikuwa nimeshika kamera, nimeshika gimbo yangu, na walikuwa wanaonyesha kila aina ya furaha, wanataja wachezaji mbalimbali wa Ulaya. Kwa hiyo nilienjoy hiyo experience na nikainteract nao, na kama kawaida nikawaachia hela. Kwa principle yangu ni moja tu, kukutana na watoto na washoot na waachia hela. Kwa hiyo ilikuwa ni experience nzuri sana ambayo pia nilipata katika hiyo shule ya kwanza. Ikawa ni usiku, kwa hiyo tukafunga day 1, kabidi tuelekee sehemu ya kwenda kulala kwenye hoteli zetu au guest zetu. Siku ya kwanza ikawa imeishia hapo. Kwa hiyo siku ya pili mapema sharp kabisa asubuhi ilikuwa inabidi tuamke kwa ajili ya kwenda kupata footage za watoto ambao ilikuwa lengo ni kuonyesha namna gani wanatembea umbali mrefu mpaka kusifikia shule zao, na hii ilikuwa inatokana na upungufu wa shule, lakini pia baada ya shule zao au shule nyingi kukumbwa na mafuriko pale Rufiji. Kwa hiyo kama kawaida ilikuwa lazima tuamke mapema, lakini siku zote kwa kuna vijana wasumbufu. Mimi naamka saa 11. Chika na mwanga kupanga vipi? Nimeamka saa 10. Nimempigia mtu simu saa 10 ya usiku aendelee kujiandaa kwa sababu saa 12 ilikuwa inabidi tuondoke, lakini mpaka muda wa kuondoka, baada ya watu wa shirika kuja kutupigia simu, kijana alikuwa bado hajaamka. Kwa kama kawaida tukawa nataniana, tunaenjoy huko, tunasaidiana. Hamna anasema kijana obvious. Nani utani tu mdogo wangu? Hapa ni vitu vidogo. Kijana amalize kufunga vitu vyake na mimi nibebe light ili tuelekee sehemu ya gari na tukaende kushoot. Gari hapo. Kwa hiyo kama kawaida tukatoka ndani ya guest kuelekea kwenye gari yetu ambayo ilikuwa inatusubiria. Tukakutana na wale ambao ndio walikuwa wanatuongoza kuelekea location mbalimbali, watu wa ADRA pale Rufiji. Tukasalimiana nao. Ni aje Jose? Fresh kabisa. Poa. Na wakatupa maelekezo ni vitu gani wanavyohitaji asubuhi hiyo na ni aina gani ya footage wanataka kuzipata na maelezo kutoka kwa wanafunzi. Tukaanza safari. Nitawachukulia kwa jua. Pale tukienda kwa kule, yani pale barabarani tunapotega barabara tunaona wanapokuja. Okay. Ikiwa ni alfajiri kabisa mapema, tukaanza kushoot pia nikiwa juu ya gari. Lakini baada ya kupata footage kadhaa nikiwa juu ya gari, tukafuta sehemu nyingine kabidi tushuke. Na baada ya kushuka nikawa nachukua footage mbalimbali, wanafunzi wakawa wanatembea kwa miguu, kuna baadhi wakiwa kwenye pikipiki, kuna baadhi wakiwa kwenye baiskeli. Na hii yote ilikuwa ni kuonyesha namna gani watoto wanapata changamoto kwa sababu kuna upungufu wa shule na watu wanatembea umbali mrefu sana ili kuweza kuzifuata shule. Kwa hiyo tukiwa eneo kama hilo hapo tukashuti baadhi ya videos ambao wakiwa wanatembea kama bills, lakini pia tukapata interviews kwa baadhi ya wanafunzi, watuelezeni za magani au ni vitu gani wanavipitia na ni misaada gani wanahitaji. Mimi kunywa soda yote, chukua nje uchukue soda. Hapa napenda kuongea hii issue ni kama personal interest. Mimi ninapopenda kutembea sehemu yoyote, hata kama sina hela nyingi au sigawi kitu kikubwa, napenda kutoa motisha kwa watu. Kwa hiyo kama kawaida, chochote kidogo, hata kama ni 1000, ni 100, ni 200, lakini uwezo kujua kwa mtu kinakuwa kina maana gani, lakini something that I like to go. Kwa hiyo tukawapa kitu kidogo, tukapanda nao gari, tukawasogeza mpaka sehemu wanakoelekea. Kwa hiyo baada ya kupata fursa za hiyo asubuhi, ikabidi tuende kwenye shule ya kwanza ambayo ilikuwa ni nufaika pia ya mradi baada ya kukumbwa na mafuriko.
Nadhani baada ya kusikia hiyo milio na hizo ngoma huko wanafunzi wakiimba, nadhani kuna kumbukumbu fulani tutakuwa umeipata kipindi hicho tuko tunasoma. Nadhani kwa ambako naangalia hii video kuna ile age ambayo tulikuwa tunasoma, tuko darasa la kwanza mpaka darasa la 7. Hizi ni moja ya ratiba ambazo tulikuwa tunazipitia. Kwa hiyo hiyo ndo la pia nyingine ya kufanya kazi kama hizi. Tunakuwa tuna enjoy, zinatupa feelings mbalimbali ya maisha yetu ya kipindi cha nyuma. Kwa hiyo baada ya kufika hii shule pia tukafanya plani kadhaa mimi na team. Tukaanza kushoot kwanza hii parade ambao walikuwa wanaifanya wanafunzi. Kitu kingine napenda kuwashukuru walimu. Walimu ni watu ambao wanafanya kazi kubwa sana, wanajitoa, na ningetamani pia kuona wanathaminiwa kutokana na kazi ambazo wanazifanya. Kwa hiyo kama unavyoona mwalimu hapa alikuwa anaandaa wanafunzi kwa ajili ya parade, na hii ilikuwa ni maandalizi kwa ajili ya uzinduzi wa yale madarasa ambayo ADRA na LDS walikuwa wamewatengenezea. Kwa hiyo tukaanza kufuata interviews kutoka kwa wanafunzi juu ya misaada ambayo wameipata, madawati, madaftari, masweta. LDS. Basi anayekuja mwingine ndio mbona mkapa? LDS. Pamoja na LDS. Sawa? Yes. Hapo sio goal tunafanya. Hiyo ilikuwa ni kitu ambacho tulikuwa tunakienjoy. Tuna interact na watoto, wanatuona kama ni party ya wao pia. Ngeni kamera huko mnatabasamu, sawa? Nyinyi manini? Maboss, yes. Kwa ilikuwa ni a lot of fun. Kwa hii shule pia tukashoot interviews, tukapata bills za kile kitu ambacho kwa anatuambia. Close up kidogo. Tabasamu. Mnafurahia madawati nini? Pia njoni pia. Tufanye njoni. Hapa. Yeah. Ambaye aongea mwingine ndo asiwakae hapa mbele. Aje atakuja kuongea. Shwesheni kidogo. Kuna maintenance. Mara nyingi mtu hata kifika hapa sio mbaya. Hapa sio mbaya. Nitambulishe mdogo wetu. Mwangalie yule pale. Majina naitwa Anu Clement. Mwangalie yule pale. Mimi hapa. Kwa majina naitwa Anu Clement Malenga. Nashukuru sana ADRA na LDS. Then tukaanza safari ya kuelekea shule nyingine ya pili ambao walikuwa ni wanufaika pia. Umesikia? Msisukumane, sawa? Mfanye nini? Nyinyi watu wazuri, nyinyi ndio makamanda wenyewe. Kwa msisukumane mfanye nini? Kwa hiyo baada ya kuelekea shule ya pili ya Nyampaku, kuna changamoto moja ambayo ilitokea. Na hii ilikuwa ni namna ambayo tutainteract na watoto wadogo ili tukiwafanyia interview waweze kuinteract na sisi. Kwa hiyo njia ya kwanza ambayo tuliamua kuitumia na njia ambayo ni obvious kutumia kwa watoto ilikuwa ni kuwapa zawadi. Kitu ambacho wanakipenda, wanakifurahia, na kwa kufanya vile itawafanya wao wakuone wewe kama mwalimu wao au mtu wao wa karibu. Chukua. Mambo. Na hii. Kwa hiyo tukaamua kuwanunulia ice cream. Sasa baada ya kuwanunulia ice cream na kuambia tukawape, kama mnavyoona hapo, ikawa changamoto kwa sababu kila mmoja akawa anataka apate hiyo ice cream. Kwa hiyo watu wanatoka madarasani, wanakimbia na wenyewe wanataka wawe wanufaika wa hizo ice cream. Kama kwa ni mstari atukupi, tatu kwa ni mstari. Hata ufike kule mbele. Kama nyimbo mstari, kwa nini mstari? Mstari ipo mitatu. Kuna huu hapa, ni 4. Huu. Kwa unfortunately kwa muda huo ikabidi tusitishe hilo zoezi. Tukawatawanya kwa muda huo na nikawa nachukua watu wachache na wapa ice cream na mpaka zoezi tukakamilika. Tulia na wengine ndio waita wote ndio hapo. Wote mtapata. Tulia ni kweli. Wakiamka mapema. Naweza nikasema hiyo njia ili work out kwa sababu baada ya kushirikiana mimi na timu kuja na idea kama hiyo, ilikuwa rahisi watoto wenyewe kujitolea na kuanza kufanya na sisi interview. Kwa hiyo pia na wenyewe tukafanya nao interview, tukapata details zao, wataelezeni namna gani wameweza kunufaika na huo mradi wa ADRA. Na walielezea kuanzia kupata madaftari, kuanzia kujengewa madarasa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa very very fun. Wewe. Anda ile nashukuru mimi hapa.
kama hawezi kujitambulisha ataweza. Hawezi. Mwingine anaweza kuongea. Kama Nani kawaida anakuongea? Bilo kupata interviews, lakini Bilo kupata matukio ambayo yalikuwa na shoot pale, kama kupata yale madarasa, lakini pia kushoot wanafunzi wako wamevaa nguo hizo ambazo ni misaada. Kwa hiyo ilikuwa ni tukio ambalo ni zuri na tulifurahia kwa ujumla. Baada ya mafuriko kutokea, mpaka mifugo kuku wote nikaenda Hatua iliyofuata ikawa ni kwenda kuwatembelea wanufaika wengine wa huo mradi. Kwa hiyo tukamtembelea mwanamama mmoja ambaye pia alikuwa ni mnufaika, ambaye alikuwa amefungua genge lake akiuza ndizi na samaki. Tukaanza kushoot, tupata interview. kama utakuwa na uwezo niongezee tu msaada mwingine nifungue tu biashara yangu. Kwa hiyo na eneo hili pia tulikaa tukashoot Bills akiwa anafanya kazi zake za pale, akiwa na wateja wake, akiwa anahudumia. Unaweza ukaa kama unapanga samaki. Na baada ya kupata hapo tukaondoka na siku hiyo ikawa imeishia hivyo. Kwa siku ya 3 ilikuwa ni siku saa ya uzinduzi wa yale majengo ambayo yamejengwa, na ulikuwa inabidi hitimishwe na mkuu wa wilaya wa Rufiji ambaye aliwasili, na baada ya kuwasili ile sehemu ya wale wanufaika, na kilikuwa inabidi yeye ndo afanye ukaguzi wale watu ambao wamenufaika na mradi, na pia atoe shukrani zake za dhati, maana alikuwa anaiwakilisha serikali. Kwa kama kawaida pia akaja eneo la tukio, tukaendelea kushoot. Kwa tukapata interviews pia akiwa yeye anaongea na wanufaika, akitoa pia pole, lakini pia akiwapongeza kwa juhudi walizozifanya na walijinsi walivyonufaika mpaka wamefika pale. Kwa hiyo tukashoot mpaka mnavyoona hapo nitaka kudondoka. Lakini kazi ni kazi. Kwa all in all kwamba ni experience, tulikuwa tunaenjoy, tunafurahia. Tukashoot sehemu zote hizi, na baada ya kumaliza hapo ikaja tu tukio la lile ambalo walikwenda kukabidhi, ambao mradi wa ADRA walikwenda kukabidhi hayo majengo, lakini pia kutoa shukrani za dhati kwa serikali na jinsi ambavyo wameweza kushirikiana kuweza kufanikisha mradi huo. Kwa hiyo ilikuwa ni fun experience. Kwa sisi tukawa tumekamilisha siku zetu 3, tukashoot na tukawa tumepata hiyo experience. Kwa yote ambaye anapenda kupata experience kama hizi, make sure una subscribe, una like na kuendelea kutufollow kwa sababu na kazi nyingine nyingi zinakuja. Pia tuna social media zetu handles. Kufanya kama mimi natumia Luxtava Instagram, lakini pia TikTok. Kwa hiyo nenda kule utapata a lot of materials na content nyingine nzuri kama hizi.